Kitabu cha Isaya. Isaya sura ya 43. Isaya sura ya 43. Na ule mstari wa 26. Isaya sura ya 43. Na ule mstari wa 26. Biblia inasemaje? Leo wa kusoma hayupo. Nani atusomee? Jamani, huu ni mkutano wa kimataifa. Haya, nukuu tena mwalimu wangu. Ngoja kidogo. Huu ni mkutano wa kimataifa sana. Pastor, we must be very systematic. Yaani kuna wakati natamani kae na elders wako niwape mambo machache. Unajua, anyway. Haya, Isaya 43. Isaya 43. Na ule mstari wa 26. Biblia inasemaje? Unikumbushe. Unikumbushe. Na tuojiane. Na tuojiane. Eleza mambo yako. Eleza mambo yako. Upate kupewa haki yako. Upate kupewa haki yako. Hebu sikia. Jamani, Bwana asifiwe. Hapo wakati ninaanza kupreach, kulikuwa kuna kamba imefungwa hapa kuzuia watu wasimuvumuvu hapa. Unajua pastor, watu wakimuvumuvu hapa wanaondoa concentration. Nadhani kesho wataifunga. Haya, sikia. Yesu anasema unikumbushe. Alafu tufanye nini? Tuojiane. Kuna watu wako na Bible hapa? Au mnanitazama kama kengere? Au mnao ya Kikisii? Mnao yote? Haya, rudi kwa Bible yako. Rudi kwa Bible yako. Isaiah chapter 43 verse 26. Haya, anza. Unikumbushe. Unikumbushe. Na tuhojiane. Na tuojiane. Eleza mambo yako. Eleza mambo yako. Upate kupewa haki yako. Upate kupewa haki yako. Hebu sikia. Mungu anazungumza na mtu wa Keroka. Mungu anazungumza na mtu wa Keroka. Anasema unikumbushe. Mungu anataka umkumbushe. Mkumbushe juu ya watoto wako. Mkumbushe juu ya biashara yako. Mkumbushe, mwambie Baba, kumbuka. Kumbuka madeni ambayo nayapitia. Kumbuka shida ambazo napitia. Baba, kumbuka. Mungu anasema nikumbushe. Yawezekana umekuwa mgonjwa kwa muda mrefu. Umeomba. Mungu anataka kupona. Bado haujapona. Jioni ya leo mwambie Mungu nikumbuke. Jioni ya leo mwambie Mungu nikumbuke. Yawezekana kuna mtu yuko hapa ananisikiliza, mambo yake yameharibika. Mambo yake yameharibika. Biashara zimeharibika. Kazi imeharibika. Kila kitu kimeharibika. Mambo yamekuwa ni mabaya. Jioni ya leo mwambie Mungu nikumbuke. Mwambie Mungu nikumbuke. Mwambie Mungu nikumbuke. Yawezekana kuna mtu yuko hapa amemaliza college, yuko na certificate, lakini hajapata kazi. Ameomba kazi, lakini hajapata kazi. Jioni ya leo Mungu anasema nikumbushe. Mkumbushe Mungu. Mkumbushe Mungu. Mwambie Mungu nami pia nikumbuke. Mwambie Mungu nami pia nikumbuke. Sikilizeni watu wa Mungu, tunamtangaza Mungu anayewakumbuka watu wake. Mungu wetu huwa anakumbuka watu. Mungu huwa anakumbuka. Hebu sikia. Ndani ya Biblia kuna watu ambao Mungu aliwakumbuka.
ndani ya Biblia kuna watu ambao Mungu aliwakumbuka. Kama unaandika, andika mifano ya watu ambao Mungu aliwakumbuka ndani ya Biblia. Mtu wa kwanza anaitwa Nuhu. Nuhu anaitwa Nuhu. Kitabu cha Mwanzo sura ya 8. Mwanzo sura ya 8 na ule mstari wa kwanza mpaka wa 3. Mwanzo sura ya 8 na ule mstari wa kwanza mpaka wa 3. Biblia inasemaje? Na Mungu akakumbuka Nuhu. Soma vizuri. Na Mungu akamkumbuka Nuhu. Na Mungu akamkumbuka Nuhu. Pause hapo hapo. Na Mungu akamkumbuka nani? Nuhu. Hebu sikia. Mungu akamkumbuka nani? Nuhu. Hebu sikia. Kama Mungu alimkumbuka Nuhu, na wewe akukumbuke. Hebu sikiliza. Kama Mungu alimkumbuka Nuhu, mwambie na wewe, Mungu nikumbuke. Sasa instead ya kuandika Nuhu, weka jina lako. Na Mungu akamkumbuka Magoti. Na Mungu akamkumbuka Kwamboka. Na Mungu akamkumbuka Mora. Na Mungu akamkumbuka Catherine. Na Mungu akamkumbuka Justini. Na Mungu akamkumbuka Geoffrey. Na Mungu akamkumbuka Joyce. Na Mungu akamkumbuka Vero. Jamani, Bwana asifiwe. Kama Mungu alimkumbuka Nuhu, na wewe akukumbuke. Mwambie jirani yako, naomba Mungu anikumbuke. Mwambie jirani yako, naomba Mungu anikumbuke. Mwambie jioni ya leo, Mungu anikumbuke. Jamani, Bwana asifiwe. Watu wa kule nyuma, Bwana asifiwe. Kule nyuma, Bwana asifiwe. Watu wa kule nyuma, Bwana asifiwe. Watu wa gorofani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Mungu awakumbuke. Jamani, Mungu awakumbuke. Jamani, Mungu awakumbuke. Mfano wa pili wa mtu ambaye Mungu alimkumbuka anaitwa Rachel. Kitabu kile cha Mwanzo sura ya 30. Mwanzo sura ya 30. Tasoma kuanzia mstari wa 22 mpaka 24. Tasoma kuanzia mstari wa 22 mpaka 24. Biblia inasemaje? Mungu akamkumbuka Raheli. Hebu sikia. Mungu akamkumbuka nani? Raheli. Jamani, Mungu akamkumbuka nani? Raheli. Kama Mungu alimkumbuka Raheli, na wewe akukumbuke. Na wewe akukumbuke. Jamani, kama Mungu alimkumbuka Raheli, na wewe akukumbuke. Kuna mtu hapa hajaelewa. Ngoja nikwambie kitu. Kuna nyakati Mungu anakumbuka watu wake. Jioni ya leo Mungu akukumbuke. Jamani, jioni ya leo Mungu akukumbuke. Hebu sikia. Alipomkumbuka Raheli, alifanya nini? Endelea. Mungu akamsikia. Mungu akamsikia. Hebu sikia. Mungu akikukumbuka, kuna kitu atakufanyia. Mungu akikukumbuka, kuna jambo atafanya kwenye maisha yako. Mungu akikukumbuka, kuna biashara ataibariki. Mungu akikumbuka watoto wako, kuna muujiza atawafanyia. Mungu akukumbuke. Biblia inasema na Mungu akamkumbuka Raheli, akamsikia. Akafanya nini? Akamsikia. Akamfungua tumbo. Akamfungua tumbo. Akamfungua tumbo. Endelea. Akapata mimba. Akapata mimba. Akamzaa mwana. Akamzaa mwana. Akasema. Raheli akasema, Mungu ameondoa aibu yangu. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Raheli alikuwa ameolewa na mtu anaitwa Yakobo. Japokuwa mme wake alimpenda sana, lakini Raheli
hakuwa na mtoto. Na Yakobo alikuwa na mwanamke mwingine anaitwa Lea. Lea akawa na watoto. Lakini Raheli ana watoto. Raheli hana watoto. Maisha ya Raheli yalikuwa ni mabaya sana. Watu walimcheka, watu walimdharau, watu walimuona hafai. Unajua kuna mtu yuko hapa ananisikiliza, watu wamemdharau. Kuna mtu yuko hapa ananisikiliza, watu wanamsema vibaya. Kuna mtu yuko hapa ananisikiliza, watu wamemchukia. Kuna mtu yuko hapa ananisikiliza, anasema pasta, hata mahali nilikoolewa hawanipendi. Raheli alikuwa na aibu. Raheli alipita kwenye mateso. Maandiko yanasema siku moja Mungu akamkumbuka. Nataka nikutie moyo mtoto wa Mungu uliyeko hapa. Saa inakuja ambayo Mungu atakukumbuka. Mungu atamkumbuka msichana wako aliyeolewa. Mungu atakumbuka biashara yako iliyopotea. Mungu atakumbuka pesa yako iliyochukuliwa. Yuko Mungu anayewakumbuka watu wake. Yuko Mungu. Hukumu. Dani hukumu. Chadong hukumu. Awachonia. Mungu izikukumbuka lini? Jamani, Bwana asifiwe sana. Yuko Mungu anayekumbuka. Mimi nilipotambua ya kwamba Mungu anakumbuka, siku hizi nimerelax. Hata kama mambo yangu yakienda vibaya, najua iko siku atanikumbuka. Hata kama watu watanisema vibaya, najua iko siku atanikumbuka. Hata maombi zangu zikichelewa kujibiwa, najua iko siku atanikumbuka. Nataka niongee na mtu hapa. Iko saa Mungu atakukumbuka. Atakutoa kwenye hayo mateso. Atakutoa kwenye hizo shida. Atakutoa kwenye hayo maumivu. Iko saa ambayo Mungu anawakumbuka watu wake. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Mtu wa tatu, mfano wa tatu wa mtu ambaye Mungu alimkumbuka, anaitwa Ibrahimu. Anaitwa Ibrahimu. Kitabu kile cha Mwanzo sura ya 19. Mwanzo sura ya 19. Mwanzo sura ya 19 na ule mstari wa 29. Mwanzo sura ya 19 na ule mstari wa 29. Biblia inasemaje? Ikawa Mungu akaona alipoharibu mji wa bondeni. Rudia usome vizuri. Ikawa Mungu akaona. Rudia tena. Mungu akaona alipoharibu miji ya bondeni. Mungu akamkumbuka Ibrahimu. Mungu akamkumbuka nani? Ibrahimu. Ikawa Mungu alipoiharibu miji ya bondeni, Mungu akamkumbuka Ibrahimu. Endelea. Akamtoa Lutu maangamizi. Rudia, umesoma vibaya. Akamtoa Lutu maangamizi. Umekosea tena. Akamtoa Lutu maangamizi. Alipoiangamiza miji hiyo aliyokaa Lutu. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Haya, hiki ni Kiswahili. Tumvumilie. Huyo ni Mkisi original. Babake ni Mkisi, mamake ni nani? Nyanya yake ni nani? Kila kitu ni nini? Anaitwa Genesis chapter 1 verse 1. Jamani, Bwana asifiwe sana. Hebu sikia. Mungu alipokuwa anaiharibu miji ya bondeni, Mungu akamkumbuka Ibrahimu. Hebu sikia, kuna nyakati Mungu akitaka kuiharibu Keroka anakukumbuka. Kuna mtu hajanielewa. Kuna nyakati Mungu akitaka
kuangamiza Keroka anakukumbuka. Ukiona crusade inakuja hapa Keroka, maana yake Mungu amekukumbuka. Hebu sikia. Hii crusade kwanza kuwekwa hapa kwa stage is a miracle. Mnasikia kitu naongea? Yaani unazuia county isipate hela. Yaani unajua hapa tumezuia hela. Hela. Unajua tumezuia hela. Hebu just imagine. Nataka niongee na mtu hapa. Mungu ameruhusu tufanyie crusade hapa. Mungu angeweza kusema hivi, Pastor Omani, peleka crusade huko kwa vichaka. Yeye anaita kwa vichaka. Huko kwa vichaka. Lakini Mungu ameleta crusade hapa. Maduka zako ziko hapo. Bodaboda ziko pale. Hii ni ishara ya kwamba Mungu amekukumbuka. Watu wa Keroka Mungu amewakumbuka. Jamani, Mungu hataki uangamie. Amekukumbuka. Ngoja nikwambie, hii crusade ndiyo testi yako ya mwisho ya uzima wa milele. Unaweza ukatoka kwenye hii crusade. Unajua tunamaliza Saturday. Hivi unajua ni Saturday. Hata leo nilikuwa napanga manguo zangu. Yaani leo mfano hii suti nikivaa sivai tena, naenda kuweka kwa bagi. Ya kesho leo nikivaa naweka kwa bagi. Yaani sirudi tena. Na sijui nitarudi lini. Leo Obed alikuwa anatupatia mathematics. Anasema crusade ya mwisho ilifanyika miaka 23 iliyopita. Kwa hiyo baada ya miaka 23 itakuja nyingine. Nani atakuwa? Hata Joyce utakuwa? Miaka 23 wamungina wengi mtakuwa mmeshalala. Kuna watu hapa, usiangalie chini unakaribia kufa. Angalia macho. Tena wewe Elida mwenye nywele hizo, after 23 years utakuwa wapi? Jamani, Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo nataka niongee na watu ambao hamjabatizwa ya kwamba Mungu amewakumbuka. Ndio maana ameleta hii crusade hapo. Ameleta hii crusade kwa ajili yako. Ameleta hii crusade ili uache pombe. Kuna mtu yuko hapa ananisikiliza bado anakunywa pombe. Na kuna wengine hata wako kwa church bado wanakunywa pombe. Nataka niongee na wewe, uko kwa kanisa lakini bado unakunywa pombe. Mungu anataka kuangamiza Keroka, amekukumbuka. Amekukumbuka. Nataka niongee na watu wanaozini wako kanisani. Unajua kuna watu wako kanisani lakini bado wanazini. Kuna watu wako kanisani lakini bado wana mipango ya kando. Kuna watu wako kanisani bado wanaenda kwa waganga wa kienyeji. Kuna watu wako kanisani bado wanafanya mambo ya uasherati. Mungu anataka kuangamiza Keroka. Amekukumbuka. 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 Sikia, Biblia inasema Mungu alipotaka kuangamiza miji ya bondeni akamkumbuka Ibrahimu. Mungu anapotaka kuiangamiza hii dunia. Hivi nye mnajua leo hakuna watu wenye stress dunia hii ya Kenya kama watu wenye magari. Hivi mnajua nachokiongea? Hakuna watu wana stress ya mafuta kama watu wenye magari. Sijui mnasikia nachokiongea? Yaani leo madosi ndio wana stress. Na madosi mna hali mbaya. Corona ilikuwa inapiga madosi. Na mafuta imekuja ni madosi. Unajua corona ilikuwa very selective. Ilikuwa inakamata wale watu wanono wale. Wakina Dani ukupu. Sasa
Ngoja niongee na mtu hapa. Hizi siku tunazokaa ni siku za mwisho. Yaani unaona kila siku matukio yanatokea. Tulikuwa na COVID-19 na haijaisha bado. Haijaisha bado. Ndio maana kuna watu wanachoma mpaka booster. Leo tuna crisis ya mafuta. Kesho itakuwa ni nini? Kesho kuku itakuwa ni nini? Njaa inakuja. Hata wakati tunaongea na pastor, njaa. Kuna njaa inakuja, mama mheshimiwa. Njaa. Watu watakuwa na pesa, supermarket hakuna chakula. Kama leo watu wako na hela, hawana mafuta. Yaani uko na pesa lakini huna mafuta. Tena gari umechukua kwa loni. Hata loni haujaimaliza lakini imekaa ndani, hakuna mafuta. Haya, mafuta ikikosekana, kutoka hapa kwenda Nairobi nauli inaongezeka. Nauli ikiongezeka, school fees inaongezeka. Nyumba ya kukomboa inaongezeka. Kila kitu kinaongezeka. Na kuna mtu bado anacheza na dhambi. Kuna mtu bado yuko hapa anacheza na dhambi. Biblia inasema muyaonapo hayo changamkeni. Muyaonapo haya changamkeni. Mjue ya kwamba kuja kwa Yesu kumekaribia. Nimeona kuna watu bado hii mafuta hii, hata leo kule kwetu Tanzania wametangaza shortage ya mafuta. Wametangaza shida ya mafuta. Kesho wataleta nyingine. Kesho wataleta nyingine. Kesho utasikia China inafungia mambo yake. Kesho utasikia Russia inafungia mambo yake. Kesho utasikia Amerika inafungia mambo yake. Biblia inasema muyaonapo hayo changamkeni. Kuja kwa Yesu kumekaribia. Wenye kuvumilia hata mwisho ndio watakaookolewa. Usikia, hii ndio subira ya watakatifu, wale wazishikao amri za Mungu na ushuhuda wa Roho Mtakatifu. Hebu sikia, kuna watu bado hawajajua ya kwamba Mungu amewakumbuka hapa Keroka. Yaani kuna watu wananitazama hawajui ya kwamba kufika Sunday Magoti hata kuwepo tena. Yaani Sunday hutaona hizi matenti. Sunday hapa utaona magari zinarudi. Sunday hapa utaona hii eneo linakuwa kama ilivyokuwa zamani. Nataka nikwambie Mungu amekukumbuka. Hii ni safina na safina inakaribia kuondoka. Hakikisha unaingia ndani ya safina. Hakikisha unaingia ndani ya safina. Hakikisha unaingia ndani ya safina. Mtu wa Keroka, kuja kwa Yesu kumekaribia. Swali, je, unataka kufia dhambini? Unahitaji kufia dhambini? Unahitaji kufia dhambini? Mungu anasema alipokuwa anaitaka kuangamiza miji ya bondeni, alimkumbuka Ibrahimu. Mungu amekukumbuka wewe mama. Mungu amekukumbuka wewe baba. Mungu amekukumbuka wewe kijana. Ndiyo maana amesema, Rubua njoo. Hivi mnajua Pastor Omani? Unajua Rubua ameacha masomo. Saa hii wenzake wako darasani, yeye yuko hapa. Ameacha, nimekuja wewe nenda. Akasema mpaka mwisho kuna watu wanatakiwa waokolewe. Kama Mungu amemleta huyu mtoto kuja kuhubiri hapa, kama Mungu amemleta Magoti kuja kuhubiri hapa, na kuna mtu bado anacheza na dhambi, nataka nikwambie kuna saa mlango wa rehema utafungwa. Umeona unavyotafuta mafuta upati, iko siku utamtafuta Magoti ya kuhubirie hata patika. Iko saa utamtafuta Pastor Omani. Kwani unajua COVID ilipokuja, kwani hata wachungaji mlikuwa mnaruhusiwa kwenda kuombea watu? Hakuna mtu. Yani kuna saa hii injili
imekufikia hapa bure. Unajua umepata injili bure. Unajua unapata injili bure. Kuna saa utamtafuta mtu akuombee na hatapatikana. Kuna saa utatafuta mtu akusomee vasi ya Bible na hatapatikana. Kuna saa utatafuta mtu akukubatiza na hatapatikana. Kuna saa utatafuta mtu akukuzika na hatapatikana. Endelea kucheza na dhambi. Endelea kucheza na dhambi. Endelea kucheza na dunia. Kuna watu wanacheza na dunia. Mwanaume mtu mzima anatembea na msichana mdogo. Mwanamke mtu mzima anatembea na kijana mdogo. Endelea kufanya hayo. Saa inakuja. Saa inakuja. Mlango wa rehema utafungwa maishani mwako. Mlango utafungwa. Mlango utafungwa. Ndipo Biblia inaposema itakuwa ni kilio na kusaga meno. Utakimbia na kusema milima niangukie. Milima niangukie. Saa inakuja. Hakutakuwa na njaa ya kukoswa chakula, wala njaa ya kukoswa nini, bali njaa ya kukoswa neno la Bwana. Watu wa Keroka Mungu amewakumbuka. Watu wa Keroka Mungu amewakumbuka. Rafiki yangu unayeuza nyama hapo kwa bucha, Mungu amekukumbuka. Wewe mama unayeuza pale, Mungu amekukumbuka. Wewe dada unayeuza pale, Mungu amekukumbuka. Wewe rafiki yangu wa bodaboda, rafiki yangu wa bodaboda, Mungu amekukumbuka. Mungu amekukumbuka. Saa inakuja. Hautapata Crusade tena. Hautapata. Hautapata. Na mimi nilikuwa nawaambia watu kule Tanzania, COVID-19 ilikuwa ni demonstration ndogo. Ilikuwa ni kitu kidogo kinachotaka kukuambia ya kwamba dunia inaweza ikafungwa mara moja. Na kila kitu kikafungwa. Kila kitu kikafungwa. Hivi unajua Pastor Omani, hata sisi wachungaji hatukuruhusiwa kuhubiri tena. Makanisa zilifungwa. Hakuna kuhubiri. Mungu ni mwema. Tulikuwa na hizi smartphone. Tukawa tunahubiri kwa simu. Iko siku na mitandao itafungwa. Si unajua hapa Kenya mnafanya registration ya simu zenu? Si mnajua tarehe 16 kuna simu zitafungwa? Sasa ndivyo ambavyo itakavyotokea. Utashangaa kila kitu kinafungwa. Kila kitu kinafungwa. Kila kitu kinaharibika. Ngoja niwaambie, hizi ni siku za hatari. Hizi ni siku za hatari. Ndipo sasa utaona manabii wengi wa uongo wanaonekana kwenye siku hizi. Na Yesu alitabiri mambo haya. Akasema, wakamuuliza, tuambie ni lini utakuja? Tuambie ni dalili gani tuzione? Yesu akamwambia, myaonapo haya manabii wa uongo. Kwani Kenya hakuna manabii wa uongo? Si wako wengi tu. Bado unaangalia ujui. Yaani unajua kabisa huyu ni nabii wa uongo, lakini bado unakunywa pombe. Leo unaona manabii wa uongo. Yaani leo kuna watu wanamtumia Yesu kama njia ya kupata pesa. Manabii wa uongo. Pastor alikuwa ananiambia hapa, kuna vitu hata sitaki kuongea. Kuna watu wanabatizwa huko kwa njia za ajabu sana. Za ajabu kabisa. Pastor wenu anajua mambo mengi sana. Alikuwa anatuambia vitu vya ajabu. Na viko Kenya. Haviko Ulaya. Viko Kenya. Na ngoja niwaambie kitu wa Kenya. Unajua hapa Kenya ndio mambo mengi ya ajabu ajabu yanaanzia. Yakitoka hapa ndio yanakuja Tanzania. Sisi huko tumewazidi wachawi tu. Wachawi wa Tanzania wanakuja hapa. Wakora wa hapo wanaenda
Tanzania kuna wachawi. Na nimesikia Wakenya mnaogopa sana wachawi wa Tanzania. Sasa nataka niwaambie nyanya yangu. Nyanya yangu alikuwa hatari. Na ukiona macho yangu ni kama ya nyanya. Mama Joyce, nitawamisi watu wako hawa. Hawa ndio wapiga kura wako. Mwambie mzee aje aone wapiga kura wake vile wanavyobarikiwa. Jamani, Bwana asifiwe. Hebu sikia. Kenya hii ina makanisa. Ina makanisa. Kenya ina makanisa. Unajua makanisa? Hey. Kenya ina makanisa. Sijui yako mangapi. Ukipita pande hii kanisa. Ukipita pande hii kanisa. Ukienda huku kanisa. Hebu sikia. Biblia inasema si kila mtu aniitaye Bwana Bwana anayafanya yaliyo mapenzi ya Bwana. Na kuna watu wanaona maajabu yakitokea. Watu wanaona vituko vinafanyika katika dunia hii. Ni vituko vya ajabu. Miujiza. Watu wanakimbilia miujiza. Miujiza. Watu wanakimbilia miujiza. Unajua pastor, ngoja nikwambie Pastor Omani. Mungu alipotaka kuharibu miji ya bondeni, alimkumbuka Ibrahimu. Kabla Mungu hajaiharibu Kenya, amewakumbuka watu wa Keroka. Amewakumbuka watu wa Keroka. Elders, Mungu amewakumbuka. Mungu amewakumbuka. Hebu sikia. Watu wanakimbilia miujiza. Kuna makanisa Kenya hii. Pastor hata apreach. Akifika tu, haya. Tasikia he. Haya, fungua Genesis 1. Chapter 1. Bibi yake anasoma. Au kijana wake. Unajua kuna kanisa baba ndiye head bishop. Bibi yake vice bishop. Kijana wake treasurer. Msichana wake chorister. Brother yake in law mtu wa kufungua mlango. Ndugu yake aliyekataa shule ndiye anafungua geti. Kuna makanisa. Kwa hiyo mtu akifika anafungua verse Genesis 1 chapter 1. In the beginning God created. Oh, now this is your beginning. I receive your beginning. Receive your beginning. Business beginning. Ayayaya palakata cha 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 cha. Watermelon. Ya ka 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 ka. Oh yes. Siko makanisa za watermelon. Wanaanza pa ka. Nya akakakaka. Hebu sikia. Na kuna watu wanaenda huko. Wanaitishwa pesa. Wanaitishwa pesa. Mimi ninalipenda kanisa la Waadventista wa Sabato. Ninalipenda kanisa hili. Jamani, ninalipenda hili kanisa. Ni kanisa la kipekee. Ni kanisa ambalo hutasikia pa. Nya. Watermelon. Sasa haya ni mambo yapo katika dunia hii. Manabii wa uongo wamejaa kila mahali. Unajua Pastor Oman, kuna makanisa kule kwetu Tanzania. Kuna hii jambo ilitokea. Acha niwape Tanzania. Kuna mtu kule kwetu Tanzania anaitwa mzee wa upako. Ndio jina lake. Inaitwa mzee wa upako.
Yeye anaombea watu kwa kuangalia pesa ile umekuja nayo. Anasimama hapa. Wale mmekuja na 10K, mnasimama hii line. Wale mmekuja na 5K, unasimama line inafuata. Wale mmekuja na 2K, mnasimama. Mpaka wale wenye 5 bob. Sasa muujiza wako unaupata kwa kutegemea hela ile unatoa. Wale wa 10K wanapona hapo hapo. Wewe ulienda na 5 bob, subiri kupona election ikiishi. Sasa mama mmoja alikuwa wa kanisa la SDA. Huyu mama alikuwa anagonjeka na tumbo. Tumbo yake ilikuwa inauma. Tumbo ilikuwa inafura, alafu inaleta uchungu. Inafura, inaleta uchungu. Yule mama siku moja akanipigia simu, Magoti, njoo uniombee. Nikaenda nikamuombea yule mama. Nilipoanza kumuombea nikamwambia Mungu atakuponya. Haya, akamtafuta pastor anaitwa David Mbaga. Pastor Mbaga naye akaenda akamuombea. Akamwambia Mungu atakuponya. Mama yule tukamuombea lakini hakupona at that time. Akiwa amekaa kuteka, si waende pale wanyoshe mkono wagonjwa wapone. Why wanataka ukuja kwa kanisa? Na anakuambia yuko anointed. Sio kama unanielewa. Tena utasikia magari zinapita. Haya. Keroka. Kuna Crusade. The King of King, Chief Prophet, all the way from Tanzania, the prophet of new generation, His Excellency Joseph Magoti, now is here at Keroka. Leta wagonjwa. Magoti wagonjwa wako pale level 4. Nenda pale level 4. Nenda pale weka mkono tuone wanapona. Mliwahi kuona wanaenda huko? Alafu bado kuna mtu anasema mimi naenda kuombewa. Wewe chunga hiyo miguu yako. Miguu yenyewe yote kama iko left side, unaipeleka mimi naenda kuombewa. Sikia. Sasa yule mama wa kule Tanzania alipoona haponi, akaangalia kwenye television watu wanatoa testimony, akasema Wasabato wa SDA wachungaji wao hawana anointing power. Acha niende kwa huyu anaitwa mzee wa upako. Mama Joyce, kuna watu wanauza mpaka chumvi, inaitwa anointed chumvi. Kuna watu kule Tanzania wanauza vitambaa, sio kama Kenya wako wa vitambaa. Kuna watu wanauza mafuta, hata Keroka wako eti mafuta. Wengine wanauza maji yenyewe ametepu kwa koki, analeta kuwa na akili. Kuwa na nini? Jamani, kuwa na nini? Kuwa na akili. Haya, yule mama akaenda kwenye kanisa. Yeye akaenda na 10K. Alitaka muujiza wa hapo hapo. Kwa hiyo akapanga line. Ile line ya watu wa 10K. Haya, yule mtu akaja akasema, now is time of miracles. Wako na sauti ya rubua ni ndogo. Wako na sauti. Wale watu wako na sauti. Just miracle. Alafu anasema nikisema pokea, mnafanya hivi. Yule mama naye akasimama. Yule mtu akaanza akaanza receive
yule mama akaanza. Anaanza, jamani, receive, receive. Na yule mama, yule mama alipotoka pale, kweli tumbo yake ilipona. Tumbo yake ilipona. Akarudi kwa nyumba. Akasema, mimi nawaambia, anawaambia watoto wake, hiyo kanisa ya SDA hiyo, hamna kitu. Mimi kuanzia leo naenda kule. Tumbo yangu imepona. Mnaona imepona, watoto imepona. Imepona. Yule mama alikuwa anaongea, alidhani Mungu anakula managu. Ilipofika saa 7 za usiku, tumbo iligonjeka 10 times ya ile ya kitambo. Kumbe wale watu ni kama kitu fulani wanakupulizia. Wanakupea panado. Kuna panado wanakupea. Kuna kitu wanakupea. Yule mama tumbo ikauma, akaanza kulia. Analia. Watoto wanaenda kwa rumu yake. Mama, nini mbaya? Anasema uchungu wa tumbo. Mama analia. Machozi inatoka, jasho, mwili wote. Watoto wakamchukua mama yao, wakampeleka hospital. Kufika hospital, nasi na madaktari walipomuona, wakasema hii hospital level yake ni ndogo, mumpeleke hospitali kubwa. Akapelekwa hospitali kubwa. Kule kwetu Tanzania inaitwa Muhimbili. Akapelekwa hospitali inaitwa Muhimbili. Yule mama, madaktari wakamchunguza. Hawaoni ugonjwa. Mama analia mpaka wamemfunga na leso. Daktari wakamchoma dawa. Wanachoma dawa za kuondoa maumivu. Maumivu hayatoki. Wanampea dawa alale, halali. Mama analia. Watoto wake ilipofika saa 10 za asubuhi, saa 11, wakanipigia simu, "Pastor, uko wapi?" Nikamwambia niko nyumbani. Mama. Nikamwambia mama yenu ameaga. Hapana, hajaaga. Nini? Mama anaumwa tumbo. Mama analia, pastor, muombe kwenye simu. Nikamwambia nakuja. Nikachukua bodaboda, Mama Joyce. Nikamwambia mtu wa bodaboda, usije ukamwambia hivi. Nikamwambia peleka kwa speed. Don't tell bodaboda peleka kwa speed. Na nyie bodaboda mtupeleke vizuri. Nikamwambia peleka kwa speed. Bodaboda kanambia, "Pastor, tutumie dakika ngapi?" Nikamwambia 10. Akasema shika vizuri. Tukafika, unajua kwa barabara kuna zile matuta za barabarani. Bodaboda alipiga, mimi na yeye tukaanguka. Niliumia sana. Niliumia. Unajua jamani, kuna wakati tunaumia kwa ajili yenu. Kuna wakati tunaumia kwa ajili yenu. Yaani huyu Pastor Omani anaishi Kisii, lakini anakuja hapa haraka kwa ajili yako. Alafu unajua hana gari. Mama Joyce, hivi unajua pastor huyu hana gari? Bibi wa deputy governor, unajua pastor hana gari? Message sent. Jamani, Bwana asifiwe. Basi nikamwambia bodaboda, amka, naye akaamka. Pastor, uko sawa? Niko sawa. Ila nikamwambia saa hii usipeleke kwa speed. Basi tukafika hospital. Tulipofika hospital tukakuta watoto wako pale wamechoka, mama bado analia. Nikawambia nini? Akasema hata sisi hatujui, kama situmfanyie maombi. Tukafika kwa kitanda yake, ile naweka mkono kwenye kichwa chake. Yule mama akasema, Magoti, toa mkono wako. Nikasema sitoi. Magoti, toa. Nikasema sitoi. Nikatambua haya ni mapepo. Nikaanza kukemea, pepo toka. Mapepo yakasema hatutoki. Pepo toka, hatutoki. Nikasema kwa jina la Yesu, toka. Toka. Yakasema hatutoki. Hapa tumekaa
hatutoki. Nikaambia tokeni na mwende huko huko mlikokuwa. Yakasema huko ametupokea yeye mwenyewe na hatuwezi kurudi huko. Unajua tuliomba. Nakumbuka nimepata accident ya bodaboda hapa mahali, hata saini na alama hapa. Hii bega yangu damu inatoka, nasikia uchungu na mimi. Tukaomba, yalitoka mapepo 879. Yalipomtoka yule mama na tumbo yake ikapona. Ndipo tukamuuliza, ulikuwa wapi? Akaniambia, Magoti, nilienda kwenye kanisa la miujiza. Nilienda kwenye kanisa la miujiza. Ngoja nikwambie, hata kama unapita kwenye shida kiasi gani, kaa miguuni kwa Yesu. Hata kama maombi yako yatachelewa, kaa kwa Bwana. Usihangaike. Usihangaike. Utafilisika. Utakuwa maskini. Watakula pesa yako. Waganga watakula pesa yako. Hivi Mama Joyce, unisamee mama, nakuita sana. Uliwahi kuona kuna mganga wa kienyeji anaitisha managu? Waganga wote wanakwambia leta kuku, leta mbuzi. Uliwahi kuona kuna mganga anaitisha maharagwe? Those waganga are very systematic. Wanaitisha kondoo. Mtoto wa mganga ananona, wewe kraya, wewe customer. Ngoja nikwambie kitu. Sisi tuna Yesu anayetukumbuka. Sisi tuna Mungu anayetukumbuka. Mungu wetu anatupenda. Hata akichelewa bado atabaki kuwa Mungu. Akiwahi bado atabaki kuwa Mungu. Akichelewa bado atabaki kuwa Mungu. Na mimi nataka nikwambie, usitoke kanisani kwa sababu ya shida. Kaa hapa hapa. By the way, Yesu ameenda kutuandalia makao. Na siku moja atakuja tena. Na siku moja atakuja tena. Watu wa Keroka, Yesu atakuja tena. Watu wa Keroka, Yesu atakuja tena. Watu wa Keroka, Yesu atakuja tena. Jamani, Yesu atakuja tena. Huyu Yesu atakuja tena. Huyu Yesu atakuja tena. Hizi mashida zote hazitakuwepo. Machozi hayatakuwepo. Maombolezo hayatakuwepo. Huzuni hazitakuwepo. Oh, ninamuona Yesu akija. Ninamuona Yesu akija. Watu wa Mungu, namuona Yesu akija. Namuona Yesu akija. Biblia inasema atakuja na mwaliko wa malaika na parapanda zikilia. Parapanda zikilia. Oh, sikiliza. Waliolala katika kaburi watafufuliwa. 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 Hata Magoti atafufuliwa. Tutaenda na Yesu. Tutaenda na Yesu. Tutaenda na Yesu. Jamani, Yesu anakuja tena. Yesu anakuja tena. Yesu anakuja tena. Jamani, Yesu anakuja tena. Parapanda zitalia. Tutaruka. Tutapaa. Tutapaa. Oh, natamani siku ile Omani uwepo. Natamani Elders muwepo. Natamani watu wa Keroka muwepo. Natamani siku hii unapaa kwenda mbinguni. Hii mili itabadilishwa. Haya makovu hautayaona tena. Tutabadilishwa. 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 Yesu anakuja tena. Hebu sikia. Kabla Yesu hajarudi, anahitaji apate watu wake. Anataka watu wake aliokufa kwa ajili yao pale kwenye msalaba wa Kalvari. Anataka watu wake. Anataka kuokoa Keroka. Kama kuna mtu yuko hapa hajabatizwa, hii ni saa ya ubatizo wako. Kama kuna mtu yuko hapa hajayatoa maisha yake kwa Yesu, hajayatoa maisha yake kwa Yesu, hii ni saa ya wewe kuyatoa
maisha yako kwa Yesu.